Mume akasema nitakasirika nini? Ni mtu ametupatia amana akaja akachukua. Sasa amana yake tunataka tukasirika kwa nini? Ndio Mtume anasema la'ana Allahu an-naiha. Mwenyezi Mungu amelaani yule anaolia, mwanamke anaolia akipiga kelele akifiliwa, wal mustami' na yule ambaye yuko pale anasikiza. Mwache mume apumzike. Tafuta wakati time ya kumwelezea mambo. Si kwamba akifika mlangoni umekuwa mpaka ukaacha mtoto ameshukwa ni homa mpaka anakufa hivi. Ndio Aisha anasema ma akala nabii sallallahu alayhi wasallam lahman. Mtume haja kula nyama yote siku yote isipokuwa nini? Aisha anafanyaje? Mtume akila nyama, Aisha anasema ikibaki mfupa katika mdomo wa Mtume sallama, katika meno ya Mtume, Aisha anasema anakuja kuchukua mfupa kwa mdomo wake. Angalia hao mahaba jamani. Yani anakuja anaweka mdomo wake anachukua ile mfupa pale, yani yule mahaba ya lati. Mtume akamwambia ya Asma akhbiri man waraaki, nenda ujulishe watu wote, wanawake wote wako nyuma yako, uambia kwamba anna husna tabaul ihdakunna li zawjiha, ya kwamba mwanamke kuishi vizuri na mume wake, yaishi vizuri kwa adabu, wa talabiha limardati, yatafute radhi ya mume wake, kuishi kwa radhi ili asimuudhi, wa muwafaqati, ili afiki mambo yake yale mazuri ambayo si haram, taadilu kulla ma zakart, hayo mambo yao unapata thawabu kama ni mtu amepigana jihad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، خلق آدم من تراب فجعله بشرا، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، وأتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، ونجى الخليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جرى. أحمد الله على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر صاحبه في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى جميع الآل والأصحاب الذين انتشر فضلهم في الورى. فيا أخوات المسلمين اللاتي حضرن في معهد أم سلمة، انظرنا واسمعنا بما جرى. أما بعد، بعدكم حمد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mpenzi wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabla akuendelea na muhadhara wetu, nafikiri nitahusia nafsi yangu kabla kuendelea na muhadhara. Nitahusia nafsi yangu ya kwamba ya nafsu la tanha an khuluqin wa tati mithlahu, عار عليك إذا فعلت عظيم، تصف الدواء لذي السقام وأنت سقيم، كيما يصيح وأنت سقيم. نتوسي نفسي yangu, Mwenyezi Mungu amesema ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Mwenyezi Mungu anatuambia walioamini Mwenyezi Mungu, kwa nini wengine wanaweza kusema maneno hawayafuati? Mtu akasema usifanye jambo hili, kimta analifanya, na hilo ni jambo zito kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nitahusia nafsi yangu ya kwamba ifanye kabla ya kusema, kwa sababu siku ya kiyama kuna watu wataletwa ndani ya moto, wataanza kuzungushwa katika moto, matumbo yao yanaondoka katika uchi, wanazungushwa ndani ya moto, kisha inatoka harufu mbaya. Watu wa motoni watakuwa na udhika na hii harufu. Watu wataanza kuona, wale watu wanauliza, jamani,
si nyinyi mmekuwa mnajua dini, mnatuelezea dini, mnasema hivi, Mungu amesema, kwa nini hivi? Watasema tumekuwa tunasema lakini hatufuati. Kwa hivyo tunakataza, tunatenda. Ndio wamejipata katika moto. Kwa hivyo nitahusia nafsi yangu ya kwamba usiseme jambo kisha ukafanya kama hilo, itakuwa ni aibu kwako katika roho. Tasifi dawa'u lidhi siqam wa anta saqim. Mtu ni mgonjwa, ule ugonjwa wewe mwenyewe unao. Unampatia dawa, umwambie tumia hii dawa, na wewe mwenyewe ni mgonjwa. Anakuona unakufa na ule ugonjwa, anaweza kuchukua dawa vipi? Kama ameona umetumia dawa umepoa, mwenyewe atachukua dawa atatumia. Lakini kama anaona ugonjwa unao, hutumii, ukimpatia ataona ni sumu. Kwa hivyo mwanadamu lazima ujiusie nafsi yako. Yale yote utasema ujue kwamba Mwenyezi Mungu atakuhesabu siku ya kiyama. Kwa hivyo dada wa Kiislamu, mama wa Kiislamu wote wamfikiri wako hapa. Tunaendelea katika mambo yanayohusu mwanamke wa Kiislamu, almar'atul muslima. Na tukitaja mwanamke wa Kiislamu lazima tuchukue mifano na wanawake waliopita. Kwa sababu wanawake zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamekuwa ni wanawake ambao wamejua kwamba wataulizwa wakati wote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakajiandaa. Sasa tuingie kuchukua ile mifano ya wanawake wengine ili tuendelee na muhadhara wetu. Kuna sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam amekuwa anatoka kwenda katika jihad. Amewacha mke wake na mtoto mdogo. Amewacha mtoto na mke, ameenda katika jihad. Baada ya muda huyu mtoto amekufa. Watu wakafanyaje? Wakamzika. Kwa sababu Uislamu unasema maiti hacheleweshwi. Amekufa anazikwa. Lakini siku hizi wajinga wanakhalifu Qur'an. Waislamu wengine hawafuati dini yao, wanafuata mazoea. Mtu anakufa watu hawaziki. Kwa nini? Ndugu yake yuko sijui Nairobi. Watu hawaziki. Kwa nini? Dada yake yuko Mombasa. Watu hawaziki. Kwa nini? Ndugu yake yuko South Africa, wanangojea kurudi. Sasa tunawacha maiti. Tumekhalifu Qur'ani na dini inasemaje? Umeambiwa maiti hawawezi kucheleweshwa. Mtume alayhi salatu wasallam anasema ule maiti ukimchelewesha akikuwa ni mtu wa peponi, unamdhulumu, mwenyewe anakulaani kwa sababu unamdhulumu, unamchelewesha pepo yake. Kule kaburi kuna neema zinamngojea, mwenyewe anakulaumu, anakwambia kwa nini jamani mnanichelewesha katika adhabu hii? Mnaniuzi, mnaniacha hapa ninapata shida, na uko kaburini kuna raha zinaningojea. Kwa hivyo yule maiti anakulaani mwenyewe.